Hamjambo. Nimekuja hapa kuomboleza rafiki wa karibu ambao tumetembea safari kwa muda mrefu pamoja na hawa wenzake katika wanamuziki. Mimi najua ya kwamba kama ni nyinyi mngeulizwa piga kura ya maoni, muulizwe mngetaka Betty Bayo akae na sisi miaka ngapi, mngesema miaka 100 na zaidi. Na kwa hivyo mimi najua huzuni ambao imetanda nchi nzima kwa sababu ya kuachwa na Betty. Lakini lazima tukumbuke ya kwamba hii safari si zote tutaenda, na tunaweza kuuliza Mungu maswali mengi. Mimi naomba tukue watu ambao hata muuliza Mungu maswali. Amuulize ni kwa nini Mungu amechukua mtoto mdogo, kwa sababu mtoto wa miaka ambao iko chini ya 40 ni mtoto mchanga, akaacha watu wengine. Tusiulize Mungu maswali, tumwamini Mungu, kwa sababu Betty mwenyewe alikuwa amemwamini Mungu. Betty was a very determined person. I've known her for more than 15 years. She was very determined. Never say die is another way you can describe Betty Bayo. Kianguka anasimama. Kianguka anasimama. Na she was spreading determination to so many people ambao walikuwa karibu na yeye. Betty did not know how to give up. As a matter of fact, mimi najua Betty was much stronger than many men who are here. And I know that for sure. Jitihada yake ya kujimudu kimaisha, katika talanta yake ya muziki, katika mambo yake ya kanisa, katika familia ambapo the way Betty brought up Danny and Sky can only be an envy to so many people. To all of you, especially friends of Betty, people who are close, I just want to ask you to stand with the family, to stand with the legacy of Betty, and to do that which Betty would have wished you to do. Because I'm sure somewhere anawaangalia akiwa huko mbinguni. Pia niseme vile Mheshimiwa Martha Karua amesema, we have a responsibility kama viongozi kuhakikisha kwamba we do everything possible to fix healthcare in this country. When Shiro GP called me and told me Betty is in hospital, I was